Wanasiasa, unajua wanasiasa wa nchi zetu hizi bwana ni wajanja sana. Wajanja sana. Mimi nakwambia, na ndio ile nasema ukiwanyang'anya watu uwezo wa kufikiri kisiasa, wanakuwa watumwa wa demokrasia. Nionyeshe taifa gani duniani ambapo kiongozi wa kijeshi anaweza kastaafu madarakani alafu akapewa wadhifa mwingine wa kuongoza. Au nionyeshe sekta yoyote nchi, mwalimu anaweza kastaafu walimu alafu akachaguliwa kuwa balozi. Hapana. Haiwezekani. Haiwezi kutokea. Kwa nini watu wakistaafu kwenye vyombo vya usalama wanachaguliwa position zingine? Unajua what is behind there? Ndio maana nakwambia lazima ujue kuona sura unayoonyeshwa nje na kinachomaanishwa ndani. Kitu gani kiko nyuma? Kwenye nchi zetu inafanyika vile kwa sababu nyie mnaobaki kwenye hivi vyombo tunawaonesha kwamba mkiwa loyo kwetu wakati mnaondoka sisi wanasiasa. Sisi wanasiasa. Mkiwa loyo kwetu wakati mnaondoka tunaweza kukutengenezea mazingira ya kuendelea kula. Kwa hiyo hao waliopo lazima wawe loyo na wanasiasa. That's why na kwa fikra zangu ndogo nadhani ni ngumu sana kwa nchi kama zetu hizi au yetu hii kukutana na mapinduzi ya kijeshi. Kwa sababu kuna promise. Ya kula vizuri. Ya kula vizuri paka unakufa. Paka unakufa baadaye. Swali langu linakuja, kwa nini walimu wakistaafu hawezi kuteuliwa kuwa balozi? Ila kuna watu wakistaafu kwenye baadhi ya vyombo wanateuliwa nafasi zingine. Wakati kisheria ameshastaafu umri wa miaka 60 amestaafu kazi. Apumzike nyumbani. Hiyo position kwa nini unasipea watu ambao ni damu changa? Kumbe ndo nyuma yake hicho. Sasa huo ndio kunyang'anya watu uwezo wa kufikiri kisiasa. Wanakuwa watumwa wa demokrasia.